Wakutaka kunioa hamna. Wengine wanahisi mimi nina jinsia mbili. Wakati mimi nina jinsia moja. Kwa sasa hivi sitaki kuwa na mahusiano na mtu yeyote. Nataka nipambane na maisha yangu. Tangu nianze kufanya documentaries, sijawahi kukutana na mtu aliyenishangaza kama huyu dada. Nitampa nafasi ya kuongea mwenyewe mwanzo mwisho. Lakini ngoja kwanza nikuambie. Baada ya kumuona kwenye mitandao, nikasema inabidi nikutane naye face to face ili niweze kumfahamu zaidi. Hivyo kanibidi nisafiri umbali wa takriban miles 638 ambao ni sawa na kilomita 1027 kutokea Dar es Salaam mpaka Bukoba kwa usafiri wa ndege. Na nilitumia lisali moja tu na dakika 43 mpaka kufika Bukoba. Baada ya kutoa Bukoba, nikachukua basi mpaka wilaya Muleba. Kisha nikapanda bodaboda mpaka anapoishi mwanamke huyu. Kama kawaida, Senene Kagera ndio kwao. Nikasema ngoja nipate Senene kwanza, maana Dar es Salaam kuwapata ni adimu sana. Tulifanikiwa kukutana na dada Harris. Yaani sikutegemea kama angetupokea kwa ukarimu kiasi hiki. Na kabla mazungumzo yoyote, akatupikia chakula ili tushibe ndio tuanze mazungumzo. Aisee ana mkono hatari sana. Chakula chake tulikipenda sana. Je, ni kwa nini mpaka leo hana mume? Hakuna wanaume wanaomtongoza kweli? Na ni kwa nini ameamua kuziacha ndevu zake zikuwe namna hii? Je, anafurahia maisha yake au anachukizwa na jinsi alivyo? Najua hata wewe utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Embu ngoja tukamsikilize anasemaje. Na kama utakuwa na swali lolote, unaweza ukamuuliza kwenye komenti. Haya, ngoja tukamsikilize sasa. Habari yako Dalis? Salama kwema. Kwema kabisa. Sasa tumefurahi kukuona. Na mimi nimefurahi pia. Okay. Kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi wangependa kufahamu majina yako halisi yote. Wewe ni mkazi wa wapi? Na pia kama itakupendeza utuambie umri wako, pia itakuwa ni vizuri zaidi. Alafu tutaendelea. Karibu. Kwa majina yangu naitwa Elisi Mkelebe. Ni mzaliwa wa wilaya ya Muleba. Ninaishi Muleba. Okay. Hapo unaishi na nani wewe? Hapa naishi na mdogo wangu na mwanangu pia. Ni mwanao ana umri wa miaka mingapi? Miaka 14. Ni wa kike wa kiume? Ni wa kike. Anaitwa nani? Anaitwa Jacqueline. Jacqueline. Vipi kuhusu wazazi wako? Wazazi wangu yupo baba. Anaishi wapi? Anaishi huku Muleba. Okay. Vipi kuhusu masuala ya familia yako wewe kama wewe sasa? Vipi kuhusu familia? Familia yangu naishi mimi mwenyewe. Kwa nini? Baba mtoto yuko wapi? Baba mtoto tulitengana. Okay. Ikabidi nianzishe maisha yangu mwenyewe. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Nipo napambana na maisha yangu. Okay, unafanya shughuli gani ambayo inakusaidia kujiingizia kipato kila siku? Mimi kazi ambayo nafanya, ninauza nguo za kina mama na watoto pia. Okay, maeneo gani? Nauzia minadani. Magulioni yani. Lakini leo tumekupata uko free. Leo hujaingia kazini? Leo sijaingia kazini, ameenda mdogo wangu. Sasa tumekutafuta, tulikuwa tukiongea muda mrefu sana. Ndio. Kwa nitapanga siku nije kukutembelea huko Bukoba, Muleba, na leo ndo tumekutana. Karibu sana. Kabisa kitu gani ambacho kimenifanya mimi nikutafute? Kitu ambacho kimenifanya mimi nikutafute unakifahamu. Ni juu ya muonekano wako, wewe unavyoishi na umekubaliana na hiyo hali. Unaweza ukalizungumzia kidogo kwa ufupi kidogo kuhusu muonekano wako wewe. Unauchukuliaje kama wewe? Kwa kweli muonekano wangu ni kitu ambacho nilipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikakubaliana na hiyo hali. Nimekubaliana nayo, naishi nayo. Kwa hiyo nimekubali matokeo.
Na ulianza ku experience huo muonekano lini, au ulianza kujua kuwa una ndevu, au ndevu zilianza kuota ukiwa na umri gani labda? Nilikuwa na miaka 19. Ulikuwa ni mwanafunzi wakati? Nilikuwa form 2. Form 2. Ilikuwaje mara ya kwanza unaona sasa ni msichana lakini unatoka na ndevu? Ulichukuliaje hilo swali? Zilitoka ndevu kama 2 au 3. Zikaanzia shingoni, baadaye zikawa zinapotea zinarudi, lakini baada ya hapo zikaenda zikaongezeka. Baada ya muda ndo nilihitimu form 4, nikawa nimeolewa. Kwa hiyo baada ya kuolewa nikawa nazinyoa hizo ndevu. Kwa hiyo baada ya hapo zikaenda zinaongezeka mpaka mnavyoziona hivi. Na mwanaume wako kwa kipindi hiko, wakati unakuwa naye, ulikuwa na ndevu kama kawaida kama hivyo ulizokuwa nazo sasa? Nilikuwa nazo, lakini nilikuwa nanyoa mara kwa mara. Ni kwa nini ulikuwa unatoa saa wakati huo? Kwa sababu nilikuwa na mwenzangu. Okay. Kwa ndio ikawa upendi kukaa na ndevu. Ndio. Kana mna ndevu wote watu wawili. Ukachukulia ni kitu ambacho sio cha kawaida. Kwenye familia yenu nyie kuna mtu yote ambaye ana muonekano kama kwako? Wapo, lakini wanazo kidogo, sio nyingi kama za kwangu. Ni nani kwanza yule ambaye iko nazo? Kuna shangazi zangu 2. Wako hapa Muleba? Hapana, mmoja yupo Dar, mwingine yupo Moshi. Wadau unaweza ukatuconnect naye tukifika hata kumuona tu hivi? Yule ni mkali da. Unaweza kuongea naye tu, bwana kuna watu wamekuja kunitembelea wanataka kuona na wewe? Naweza kukubali. Hawezi kubali. Wote ni wakali hao. Okay. Na mwingine? Na mwingine ni mdogo wangu, ila na mwenyewe ananyoa, na mwenyewe yupo Dar. Yupo Dar. Anazo nyingi kama yeye ambazo? Hapana, bado ni kidogo, bado ziko huko chini. Na tumeona za kwako zina muonekano mzuri, yani ziko vizuri. Na uwaga unazihudumia? Ndio, nazihudumia. Unazihudumia kwa mtindo gani? Naenda saluni nazitinda. Okay. Alafu kuna mafuta napaka. Kwa wiki uwaga unaendaga saluni mara ngapi? Naweza nikimaliza muda, kama sasa hivi nina muda nimeenda saluni. Mtoto wako anasemaje juu ya muonekano wako? Mtoto wangu kwa kweli, kuna kitu chochote ambacho anakuuliza au kuna kitu chochote ambacho uwaga anashangaa kutoka kwako? Alianza anashangaa mwanzoni, lakini sasa hivi amenizoea. Amekuzoea. Ila anapata changamoto huko shuleni, wanafunzi wenzake wanamsema eti mama yake ana ndevu. Kwa hiyo sio anachukuliaje? Maana huwa anafika hatua ananiambia uje shuleni wakuone eti wamekumisi watoto. Yeye yuko body. Na mume wako at the first time anakufuata, kwa mara ya kwanza kati anakufuata, hajakwambia chochote juu ya ndevu zako? Hapana, kuniambia chochote. Zilikuwa ni chache. Na kuchukulia kuwa ni kitu kikubwa sana? Hapana. Sasa kwa sasa hivi umeziachia zinaota hivyo zenyewe kama zenyewe? Ndio. Bila kukata kama kipindi cha nyuma ulivyokuwa unafanya. Watu wanaongelea vipi kuhusu hilo swala mtaani? Mtaani watu wanaongea mambo mengi. Wengine wanahisi mimi nina jinsia 2. Wakati mimi nina jinsia 1. Kwa hiyo unakuta ni changamoto. Wengine wanawafuata marafiki zangu mpaka wanawaulizia kwamba huyu mwenzenu si ana jinsia 2. Na wao wanadhibitisha kwamba hapana, ni mwanamke. Yaani mtu mwingine haamini kabisa. Kwa hiyo hizo ndo changamoto. Okay. Kuna mtu yote ambaye baada ya kuachana na mume wako, kuna watu wote ambao walishakukufuata labda kutaka kukuoa, kutaka kuwa na wewe? Wakutaka kunioa hamna, labda na wakuwa nao kwenye mahusiano. Ilikuwaje, ulishakuwa nao? Lakini ndo hivyo sasa hivyo. Tumetengana.
Kwa nini? Changamoto tu za maisha. Kama zipo, unaweza kutuelekeza hata moja mbili tu? Wanaume waeleweki. Ni kwa nini? Lakini wakikufuata muonekano wako wanaochukulia ni kawaida tu. Wanachukulia kawaida. Sasa hakuna wanaume ambao wanaogopa muonekano wako labda? Wapo, lakini ambao wamekuzoea wanaona wewe ni wa kawaida. Labda wale ambao hawajakuzoea ndo wanahisi kwamba wewe ni wa tofauti. Lakini waliokuzoea wanahisi ni kawaida. Ili mtu aweze kuwa na wewe sasa anatakiwa awe ni mtu wa namna gani? Kwa sasa hivi sitaki kuwa na mahusiano na mtu yeyote. Nataka nipambane na maisha yangu. Ili nikamilishe malengo yangu ambayo nimeyapanga. Ikitokea sasa kuna mtu yuko serious sasa. Unajua sometimes anaweza akaja mtu serious kweli anataka kuoe na mkukubali wewe kama ulivyo. Sawa, anaweza akatokea, lakini mpaka nijifikirie sana. Na ikitokea kwambia bwana, mimi Ellis nataka kuishi na wewe, nataka nikuoe, lakini nataka utoe ndevu. Hii haiwezekani. Kwa nini? Hapana, bora niache kuliko kutoa ndevu. Ni kwa nini sasa mwanaume wako ndo anakupangia sasa? Hapana. Mimi napenda wewe. Anapaswa kubaliane na hali aliyonikuta nayo. Okay. Kwa sababu angenikuta niko kilema, angenioa niko hivyo hivyo. Kwa hiyo na ndevu aziache hivyo hivyo. Okay. Kupitia ndevu zako kuna fursa yote ambayo ulishakupata sehemu yote? Hapana. Hujakupata fursa yote. Okay. Changamoto ambazo unazipitia sasa wewe, ukiachana na hizo ambazo umeniambia hapo, kama kuna changamoto nyingine ambazo unazipitia kutokana na muonekano wako? Changamoto ni hizo ambazo nimezisema awali, sio nyingi sana. Ni hizo tu za watu kutokuelewa. Labda kama kuna kingine cha kumalizia ambacho mimi sijakuuliza, ungependa utushirikishe. Sasa bado mazungumzo yataendelea, lakini kama kuna chochote ambacho unapenda utushirikishe, tunaomba utuambie. Watu hawajajua sasa unafanya biashara gani? Biashara yangu ni ya kuuza nguo za kina mama na watoto. Okay, basi sawa. Mtoto ni lini tunaweza tukamuona mtoto wako? Mtoto yupo shule. Labda akifunga mwezi wa 4. Okay. Dada Ellis. Abe. Kuna haja ya wewe kubadili muonekano wako labda? Hapana. Hakuna. Ni kwa nini unahisi ukaa hivyo hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa wewe? Mimi nitakaa hivi hivi kwa sababu hii hali mimi sijaitafuta, nilipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakubaliana na hii hali, ndo maana napenda kukaa hivi hivi nilivyo. Okay, kuna wanawake wengine wapo katika hali kama yako na wamekuwa wakijificha sana. Wengine wanatoa ndevu au wengine wanakuwa wanavaa nyingi ya muda wote. Una lipi la kuwaambia au lipi la kuwashauri? Nawaambia wajikubali. Kwa sababu hiyo hali wao hawajaitafuta. Walipewa na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo wakubaliane na hiyo hali. Basi sawa. Basi baada hapa tukishamaliza mazungumzo hapa tutaomba twende saloni tukatinde tuone zinavyotindwa. Twende. Tuliweza kupata nafasi ya kuongea na kinyozi wake na hivi ndivyo anavyosema. Naitwa Jackson Simoni Damian, mkazi wa Mbeba. Muda mrefu, takriban kama miaka 7 hivi namnyoa. Na wewe ndio kinyozi wake? Na mimi ndio kinyozi wake. Huyu jamaa ndo namweka mjini mpaka muonekano huu ni mimi. Siku zote watu ambao wana saluni wamezoea kupokea watu wa kiume ndio bila kurekebisha ndevu. Wewe unalichukulia swala la halisi kwa ndevu na ndio mtu ambaye unamfanya apendeze? Hili swala kwa sio la kawaida, ni maumbile tu ambayo Mwenyezi Mungu kampa, na ndio maana wengi wanamshangaa kwa sababu sio la kawaida mwanamke kuwa na ndevu kiasi hiki. Baada ya kumfahamu nilitamani sana kuwa naye karibu, kwa sababu ni miongoni mwa wanawake wachache wenye muonekano huu.
Kwa hiyo tunaishi naye kama tunavyoishi na watu wengine. Mwisho wa siku yeye ni msichana hata kama ana ndevu nyingi. Ndio. Mara ya kwanza kumuona ilikuwaje? Siku ya kwanza nilishtuka na nilitamani nimwangalie vizuri. Lakini bahati nzuri akawa amekuja saloni kwangu. Kwa hiyo nikapata nafasi ya kumwangalia vizuri na kumfahamu zaidi. Ila siku ya kwanza kweli nilimshangaa. Ndio. Maswali gani ambayo ulimuuliza ya kwanza kabisa baada ya kumuona? Siku ya kwanza sikuweza kumuuliza maswali yoyote kwa sababu kwanza sikuwa na ukaribu na yeye. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu sana kumuuliza maswali yanayohusiana na muonekano wake. Ila baada ya kuzoeana nikaa namtania. Nikaa namuuliza hivi una mume? Akaniambia yeye na mume. Sema mume wako hivi haogopi hizi ndevu? Ungekuwa wewe ni mke wangu mimi ningekwambia uzinyoe. Basi tukawa tunataniana hivyo tunaishi mpaka leo kama hivyo. Ushawahi kupokea mtu namna hii hapa saloni? Hapana, yeye ndo wa kwanza. Je, kumuona sehemu nyingine yote? Labda kwenye TV. Labda kwenye TV au kwenye simu. Mara nyingi naona kama wanawake wa Kihindi ndo baadhi wana ndevu nyingi kama huyu. Okay, wewe unashauri vipi watu ambao wana ndevu kama hizo lakini wamekuwa wakizificha au wakizitoa? Wasiogope kwa sababu mwisho wa siku wao sio waliotaka kuwa hivi, wala si kitu ambacho ni dhambi, ni wameumbwa hivyo na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wala wasiogope, ni jambo la kawaida tu. Ndio. Na nini gani kumwambia dada Alice uko naye? Dada Alice bana, mimi naomba ajikubali tu, na anajikubali hata kabla sijamwambia. Ndio hivyo. Baada ya hapo tuliweza kukutana na rafiki yake wa karibu sana, na yeye pia alikuwa na ya kusema. Naitwa Samiat Mikidadi Harufani, natokea Mreba mjini. Dada Haris ni best friend. Katika jamii ni mwanamke kama wanawake wengine, ni mama kama mama wengine, lakini kwa upande wangu mimi ni BFF wangu. Na watu wanazungumzia vipi juu ya muonekano wake? Kidogo uko tofauti na mama wengine. Kwa wewe kasa ukiwa kama rafiki yako unazungumzia vipi? Kwa watu wengine, kwa jinsi ninavyokaa naye inampa encourage. Watu wanamchukulia visivyo, wengine wanajua labda ana jinsia mbili, wengine wanajua labda yuko tofauti na wanawake wengine. Lakini kwa upande wa watu sisi tuliomzunguka, hasa mimi binafsi, ni mama kama mama, ni mwanamke kama mwanamke, na ni mwanamke ambaye ana mtoto. Kwa hiyo sina mashaka kwamba ana jinsia mbili, ana jinsia moja. Lakini ana upendo kama wanawake wengine, anashiriki shughuli zote za kike. Kwa hiyo mimi naona yuko vizuri. Sasa unawaambia vipi watu wengine wa mama ambao wana muonekano kama wa Haris lakini wao wanaficha muonekano wao au wanatoa hizo ndevu? Unawashauri kitu gani au una neno gani la kuongea juu yao? Kwa upande wangu mimi sioni kama ndevu ni ulemavu. Wapo watu ni virema, wapo watu tangu wazaliwa hawajawahi kuona hata jua, lakini yeye ndevu ni sehemu tu ya, niseme ni kama homoni niseme. Kwa hiyo wawe huru, hamna haja ya kukata, kunyoa, sijui kuweka madude fulani zisionekane ndevu. Alichokupa Mungu chochote ni fursa. Yawezekana hizo ndevu zake ni fursa kwake. Yawezekana leo asingelikuwa na ndevu, asingelikuja kuhojiwa. Kwa hiyo kila kitu anachokupa Mungu ni fursa. Sioni haja ya wanawake wengine kuendelea kuficha ficha. Asante. Na pia kwa kumalizia, kama kuna kitu chochote ambacho ungependa kushirikisha ambacho hatujakuuliza, karibu. Mimi kwa upande wangu ninachoweza kusema, labda niseme kwa watu wengine wasiomfahamu dada Haris. Dada Haris ni mtu ambaye ni raia mwema, ni mtu ambaye ana upendo mkubwa. Ila watu wengi wamekuwa wakimuogopa kutokana na muonekano wake. Lakini ni mama ambaye ni mpole sana, ni mstaarabu sana. Wasimuogope, wawe karibu tu, wamuone kama wanavyoona wanawake wengine. Ni hilo tu, sina lingine. Lakini tukaona haitoshi, ikatubidi tumtafute jirani yake ili aweze kushirikiana nasi katika kumjua Haris. Mimi ni mkazi wa hapa Mreba. Zaliwa wa hapa kilomita 0. Zedi Idrisa Abdalla Jumas. Haris ni dada wa aina gani au ni mwanamke wa aina gani?
ni mwanamke wa kawaida tu, isipokuwa ndevu ndo mtu anaweza akaona kwamba labda si mtu wa kawaida. Una muda gani tangu unaweza kufahamiana naye? Huyu kwanza nimemuona tangia kama 2000, mwaka 2000 hivi. Mara yako kwanza kumuona, ni maswali gani ambayo ulijiuliza wewe mwenyewe kabla ya kukutana naye, yani kabla ya kuongea naye? Sasa sijaongea naye wala kumuuliza. Hakuna maswali yote ambayo ulijiuliza wewe mwenyewe? Ile ni kitu cha kawaida. Kuna sehemu yote ambayo ulishakumwona mtu kwa namna ya alivyo? Ani wapo lakini sio wengi. Wapo lakini hawana ndevu kama za kwake huyo. Ni wewe ulishakufikia wapi? Walikuwa wapi? Na hapa Bukoba alikuwepo mwanadada wa Kagoma hapo mmoja, binti wa Mariam Said Sefu, alikuwaga na ndevu lakini za kawaida. Kuna neno gani la kuambia watu ambao wana muonekano kama mama hapa lakini wanajificha, hawajibali kwa namna? Mimi nawaambia wasijifiche. Hii ni nani ya kawaida tu, maumbile ya kawaida yanaweza yakajitokeza kwa sababu anayeumba ni Mungu. Yaani kila sehemu ambayo anapita, watu wanapomuona wanataka kupiga naye picha. Na hata kama kuna sehemu ambayo umepanga uende naye, inabidi upumzike kidogo ili watu wapige naye picha, kisha muendelee na safari. Nikasema laiti tungepata nafasi ya kumleta Kariakoo, basi pangekuwa hapatoshi. Hiyo ndiyo hadithi ya Harris Mukelebe, mwanamke mwenye ndevu ambaye ni mkazi wa Muleba mkoani Kagera. Mpenzi mtazamaji, napenda kurudisha swali hili kwako. Kama ungekuwa wewe ndiyo Harris Mukelebe, ungekubali kuishi na ndevu hizo au ungekuwa unazikata mara kwa mara? Na kama una ushauri wowote, unaweza kuandika comment na dada Harris ataisoma. Na hizi ndevu umezifanyaje mpaka uwe hivi? Sisi wengine tumekuzoea ukiwa mdogo huko hivi. Umetoa wapi ndevu? Namshangaa sana huyu mama. Wewe. Yaani huyu mwanamke hakuwa na ndevu hivi. Sasa umezitoa wapi? Nimenunua. Mungu akubariki sana na ulichonacho. Fuga hata ifike huko nini sana. Unyama mwingine? Au sio? One love. Sasa ndo mambo yetu haya. Niaso sana kuona Jore kile kinikoredi ndiye wewe. Kwa sasa wewe. Au sio mtu yake? Kabisa. Tuanene ni maunge uchumbeda kwa. Ndo mtaa wetu. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.